hizo? Nimefurahi sana kufika hapa kama alivyosema baba paroko mwanzoni katika utangulizi kwamba ni mara ya kwanza kwangu. Kweli ni mara ya kwanza leo kufika hapa Mawelewele Kigamboni kusali misa pamoja na waamini namna hii. Ninashukuru sana. Kwanza napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia nafasi kama hii na ambaye ametujalia mema yote ambayo tunayahitaji katika maisha yetu. Ametubariki na ambaye ametupatia zawadi ya Mtakatifu Don Bosco ambaye leo tunamsherehekea. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu katika nafasi ya kwanza kabisa, na ninawapa nyote heri nyingi sana ya sherehe ya leo ya Mtakatifu Don Bosco. Mheshimiwa Baba Paroko, Baba Maleli, rekta wetu na Baba Chacha Boy, na napenda nichukue nafasi hii baada ya kushukuru kwanza Mungu, kutoa shukrani za dhati kabisa kwa shirika la Don Bosco kwa utume ambao tunafanya katika jimbo la Iringa, kwa namna pekee katika parokia yetu ya Mkwawa. Ni utume uliotukuka, tunaona matunda yake na kwa kweli tunafaidika, hasa tunapoona nyuso za furaha, nyuso za matumaini na mapendo kutoka kwa waamini hawa ambao tunawaongoza, na pamoja na vijana, hasa kwa namna pekee ambao mchungaji hasa Mtakatifu Don Bosco ulilenga tangu mwanzo, lakini na kwa waamini wote kabisa kwa shughuli nyingi tunazofanya katika maeneo haya kwa uchungaji unaotoa katika parokia hii ya Mkwawa. Asanteni sana. Leo tunapofanya sherehe ya Mtakatifu Don Bosco, naomba tufikishie shukrani zetu kwa washirika Baba Salema pamoja na mkuu wa shirika ulimwenguni. Ndio. Kwa hiyo tunapotoa shukrani hizi kwenu, tunazidi kuwaombea ili utume huu ambao mnaofanya muendelee kufanya kadiri ya roho ya Mtakatifu Yohane Bosco, ili uchungaji, ili neema na baraka za Mungu ziendelee kwa watu, ili neno lake liweze kudhihirishwa, Mungu atukuzwe na sisi sote tupate baraka na ukombozi. Basi ndugu zangu, katika sherehe hii ya leo ambayo ni sherehe ya Mtakatifu Don Bosco, baada ya kutoa shukrani hizo kwenu wachungaji na kwa shirika la Mtakatifu Don Bosco, niwashukuru waamini yangu cha Mawelewele pamoja na uongozi wenu wote, viongozi wa mashauri ya kanisa, lakini pia hapa Mawelewele na bahati nimeona pia mtawa ambao biashara wako katika maeneo haya, na ninyi nyote kabisa kwa ushiriki wenu mzuri katika kukuza imani iliyopewa kama zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa namna pekee kuwapongeza kwa yale ambayo ninayaona kwa macho yangu, kwa namna pekee kigango hiki kanisa la kigango hiki ambalo wameijenga mkishirikiana na wachungaji wenu, ikawa na sura hii inayoonekana ya kupendeza kweli kweli. Najua kabisa kwamba hii inatokana na majitoleo yenu ya dhati, sadaka zenu ambazo ni kubwa kweli kweli, sababu kwa hali ya kanisa lenu
nilivyoingia tu hapo nilikuwa na shangaa, na ndio maana hata kabla ya kwanza kabisa niliingia hapa na baba paroko na baba Maheri nishangae kidogo ndani. Kanisa zuri, mmetuheshimisha jimbo la Iringa na mmempa sifa na utukufu Mwenyezi Mungu ambaye anajalia chochote mlichokitoa kwa ajili ya kanisa hili. Na nilisikia kuhusu mawelewele, yaani hata kabla ya kufika nilisikia, nilikuwa nasikia tu. Sasa leo kwa sababu nimefika, ninaona kabisa kuna kila sababu ya kukifanya jambo hili kama parokia takatifu. Makofi yenu, mashangilio yenu na furaha yenu ambayo mmeionyesha hapa kanisani, kwanza kwa Mungu na kwetu sote tuliokusanyika hapa, inaonyesha jinsi ambavyo mtashirikiana na uongozi wa jimbo na uongozi wa wachungaji wenu walioko hapa ili kufanya ndoto hili itimie. Katika kuifanya parokia kuna ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ni parokia tarajiwa, na hii ndio ambayo inaanza kuwepo leo. Ngazi ya pili ni parokia teule, inateuliwa baada ya kwanza kuwa parokia tarajiwa, na ili iwe teule lazima kwa kweli askofu wa mtume pale, lazima uweze kusema parokia teule hapa inafahamu. Kisha ngaja teule lazima tuwe pale na wewe unasema paroko teule ni hapa parokia teule paroko. Na huo uteule ufanyike, lazima pia pawe na mahali pa padri kukaa. Ndio maana cha kwanza ni kanisa, cha pili nyumba ya padri, ili akifika walau wawe na mahali pa kusikiliza. Mambo mengine yanaweza kuendelea baadaye, lakini haya mawili. Na ndio maana naomba sana shangilieni, makofi yenu yaendane na sadaka na majitoleo zaidi kwa haya yanayokuja. Tunadaiwa zaidi na tutapaswa kujitoa zaidi ili tuweze kuwa na upana mkubwa zaidi katika kuhudumia taifa la Kenya. Basi ninafurahi kuona kwamba mmepokea jambo hili. Kwa hiyo hii leo itakuwa ni parokia tarajiwa ya 4. Tunayo parokia tarajiwa ya kwanza ya Boma Ng'ombe, ipo huko milimani Dabaka. Parokia tarajiwa ya Useke kuna parokia tarajiwa ya Ukumbi, ni jimbo la Mafinga, tumepewa zawadi kwa sababu iko katika wilaya ya Kilolo. Kumbi Usokani ni kigango cha Usokani kwa sasa, lakini tumechukua sisi jimbo la Iringa na tumepewa zawadi na askofu wa Mafinga.
na familia ya Mungu ya wana wa Mafinga, wa jimbo la Mafinga, na ninyi wa nne, maana yake parokia tarajiwa ya Mawelewele. Kweli basi Mungu atuongoze tunapoanza mwaka huu, ili basi ndoto, kwa sababu daima wanasema usipokuwa na ndoto huwezi kufanya kitu. Kwa hiyo ukishakuwa umejua kwamba leo kuna hicho kitu, basi tunaanza kutembea katika namna hiyo na tunaanza kujipanga. Tuko pamoja sote kabisa, taifa la Mungu wote kwa pamoja, hii kwa nafasi ya kwanza, lakini wachungaji wenu ambao wanaongoza na mimi kama askofu wenu, tuko pamoja katika kuona kwamba haya yote yanatendeka na yanafanyika ili Mungu aweze kutukuzwa kwa namna na kwa hali hiyo katika eneo letu hili la Mawelewele. Basi la mwisho kabisa ni watakie sherehe njema za leo. Paroko alikuwa ananiambia kwamba inaonekana kuna mambo huko, na hata sasa tutakapotoka hapa tunakwenda huko kuburudika, cheza, imba, ruka, lakini usitende ikiwezekana kuongeze kula, kunywa, lakini usitende dhambi. Umpe sifa na utukufu Mungu na mambo haya yanayoendelea. Niwashukuru sana wanakwaya vijana kwa kuimba vizuri, kwa furaha, kwa uchangamfu. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kila tunapotendewa jambo jema tunamshukuru Mwenyezi, si ndio? Hatukujua, lakini mwenyewe anaongea. Hivyo basi niombe tusimame kama mlivyoomba. Wamesema wenyewe wanakwaya tuimbe wimbo wa kumsifu Mungu. Hakuna jambo linalotendeka